Ile staili ya maisha ni wewe ukae na ndoa yako. Staili nzuri ya maisha ni wewe ukae na mke wako. Staili ya maisha ni kijana ukaoa na binti ukaolewa. Ndio staili ya maisha. Kwa jamii yote tupige zeze, tupige tarumbeta. Vijana wa kike wapende kuolewa, vijana wa kiume wapende kuoa, waoane zerika. So binti mdogo anaolewa na baba mkubwa, au kijana mdogo anaoa mama mkubwa ambaye tayari ameshapita ile raha ya kuwa mama, ameshapita ile raha ya ujana, ameshapita, yani anakutumia wewe kama vile chombo chake, wakati ameshapita raha zote hizo. Utaenjoy lini? Kwa kijana, tafuta mtu ambaye ni saizi yako. Binti, tafuta kijana ambaye ni rika lako. Hawapo, mwendane, mtaenjoy maisha from zero to the hero. Kwa tamu ni pale unapokuwa hata na mume wako au na mke wako mmeanza maisha pamoja. Unajua tulianza hivi, tukaenda hivi, tukaenda hivi. Lakini maisha kusema nimekutana na mtu ana mali yake, hujui ulipotoka. Sasa ingine utaweza kukua laana ya mtu kaibeba wewe. Kwa ni vyema sana mabinti ambao wanamaliza vyuo, ambao wamefikia umri wa kuoa, vijana walifikia umri wa kuoa, mabinti walifikia umri wa kuolewa, kaeni makini, kuweni na malengo. Dunia ni pana. Kama usipoolewa Afrika utaolewa huko Ulaya, usipoolewa utaolewa Marekani, usipoolewa Marekani utaolewa huko Asia. Watu ni wengi. Kwa usitake sana kwenda kusema kuharakisha kuzaa mtoto ambaye hana address, mtoto ambaye hana malezi na makuzi ya baba na mama. Hapana, usiwe mmoja wao wa kufanya hivyo, maana tunawakosea watoto. Maana mtoto anajikuta tu amezaliwa yuko na mama fulani, lakini babake hivyo ndio hivyo tena. Unamkosea mtoto. Kwa lazima ujue ninazaa huyu mtoto na baba yake nimeolewa, nimeoa, huyu ni mume wangu, huyu ni mke wangu. Unapoona hayo jichanganue. Na jamii, jamani, jamii tusio tunashabikia vitu ambavyo vinaenda kuharibu maadili yetu. Jamii yetu isimame, kila mwanajamii aangalie mtoto wa mwenzie ni wa kwako, mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Usione mtoto wa fulani anaharibika usema ni wa kwake. Akiharibika yule, wakoko ni salama. Wakikutana je? Pollution to pollution. Pollution to something which is clean. Tayari umeshapollute kila kitu. Kwa lazima kila mmoja, kila mzazi, kila mwanandoa ajitahidi kufundisha watoto wake kwenda kupenda ndoa, kuwa na maadili safi. Akijua kwamba huyu mtoto wangu akiwa sawa sawa, ndoa yake itakuwa sawa sawa. Tusihubiri habari za kusema kwamba watoto wazae nje ya ndoa. Hapana, watoto waolewe, vijana waolewe. Kaeni kwenye malengo. Ni vema ndoa zikawa na malengo. Pangeni malengo. Mtoto wetu nao utaoa lini? Mwanetu utaolewa lini? Mwencourage kunyama mambo mazuri. Mwambie mwanangu usilete kuniambia kwamba mimi nataka kuzaa tu sasa kuolewa. Hapana, huo msamiati hakuna, tuufute. Jamii tuweke X msamiati watoto kuzaa basi unataka kuolewa. Hapana. Tunahitaji generation, tunahitaji kozi zianzishwe, ziendelezwe. Zafanyikaje ikiwa tunasema wanataka kuzaa pasipo baba wa kulea watoto? Kwa nitamani ile kusema hilo, hizo jamii tukaelewa haya mambo. Wazazi, wanandoa na vijana ambao ni wahusika wakubwa, tuweni watu wa mmoja kwa kuleta maendeleo ya nchi yetu, maendeleo ya dunia yetu. Kwa kufanya ndoa kuwa mahali pazuri, mahusiano yetu yawe mazuri. Wewe kijana uko chuo labda umesoma vizuri kabisa, leo unje tu libaba likubwa nakwambia anataka kukuchukua, kisa ni hela. Hivi hiyo hela ukishaipata utu wako wote unaupeleka hapo, inakuwaje? Au kijana hajeshi wa mami ana mapela yake, unaangalia hela imezidi utu. Kwa jamani, maadili kwa vijana ni muhimu. Wewe uliye mzazi, wewe uliye mwanandoa, hakikisha unasambaza ujumbe, upendo wa maadili kwa vijana. Sambaza ujumbe wa tabia njema kwa wasichana. Sambaza ujumbe wa kujitambua kwa vijana wetu. Sambaza ujumbe wa ndoa ndio kipaumbele kwa kijana ambaye ameshamaliza kusoma, amefikia umri wa kuoa kuolewa. Ndoa ni kipaumbele kwake. Usikubali kushirikiana na hao wanaoharibu vijana, kupotosha kwamba wewe zaa tu.
hakuna haja kuolewa. Hapana, hapana, hapana. Hata kama umri umeenda, subiri, wako watakuja. Hata kama umri umeenda, subiri, wako watakuja. Utakuwa na mume wako, utampata kwa muda wako, Mungu atakayokupa, utafurahia ndoa yako. Usiwe sababu ya wewe kuharibiwa na kila mtu. Mimi nilisoma Weruweru. Headmistress wangu mama Kamu alikuwa anakuja assembly anasema, wasichana msiwe mabakuli. Lakini alitufundisha sana namna ya kuweza kujiheshimu kama binti, kujithamini kama binti. Kwa hiyo binti wa leo, jithamini, wewe hakuna mbadala wako. Mwanamume atakuchukua leo, atakufanya kama mchezo wake. Baada ya kucheza atakuacha hapo. Lakini thamani yako inaweza kununuliwa. Can you back your value? Na kwa shida. Kwa jiheshimu. Heshima ni zaidi ya pesa. Heshima ni zaidi ya mali. Thamani yako wewe haija kutoa na mtu yoyote. Kwa hiyo pia mzazi, mwanao ni wa thamani. Mzazi, binti yako ni wa thamani. Mzazi, kijana yako ni wa thamani. Usiruhusu akaenda kuharibiwa na dunia. Mfundishe, muelekeze, muonye, mpe ufahamu na maarifa ya namna ya kuweza kujikinga na hii dunia yenye mishemishe na mihemko ya hali ya juu ya kuharibu vijana. Lakini pia kwa vijana wetu, ilikuwa siku moja juzi, Jumapili iliyopita, alikuja mzazi mmoja kunitembelea. Tukawa tunaongea habari za watoto. Nikaambia yule mama, hebu tuweze kuwa na network na hawa watoto wetu, wakutane, waongee. Vijana wa chuo hawa, vijana wa miaka 20, 21, 19, 20, 22, 23, wengine wana kazi tayari. Yule mama alichukua ile jambo akalizingatia. Akamsimulia mama mwingine. Walivyoona wakalichukua pamoja. Wakaniambia, wakanipigia simu, tunakuomba kesho tumeandaa vijana wetu tuje wakutane. Wakaita vijana wa majirani, vijana wa marafiki na vijana wangu, tukakutana pamoja, wana wazazi, baba na mama na vijana wetu, kuanzia saa 12 mpaka saa 6 usiku. Tukua tunakula, lakini tunaelimisha vijana kwa habari ya maadili, kwa habari ya tabia njema, wakiwa makazini wafanye bidii, wawe na mipango. Tukawafundisha wale vijana, walikuwa karibia vijana 20. Ni mama mmoja aliyetoa wazo, mama wengine wakalifuata. Kwa hiyo wewe mama uliyoolewa, wewe baba uliyooa, una majirani zako, una vijana unaofahamu, tuwe na tabia kuita vijana, kukaa nao hata mara moja, kuwaelimisha, kuwakumbusha kwa habari ya malezi yao na tabia zao njema. Hata atakuwa kwenye makazi yao, wawe na tabia nzuri, waoe na kuolewa. Hata wakiwa chuoni, wasitio kila kijana tu yuko chuoni, unakupenda ameshampenda, nakupenda ameshakudondokea. Hapana. Kuna namna ambayo kijana anakuwa na malengo yake. Malengo yangu ni haya, nataka niolewe mwaka 2029. Kwa hiyo weka malengo yako. Anambia malengo yangu ni haya. Kama ndugu uko tayari kukana malengo yangu, is okay, tuendelee. Sasa amekuja baba, amekuja mama, tayari kijana ameshamaliza, ameshaenda, ameshabadilika, ameshakuwa mahusiano, ameshakuwa tusikubali kuspoil miili yetu vijana wetu kama hivyo. Kwa hiyo vijana, jamii, jamani, kama tulivyofanya sisi na wazazi wachache, wewe ni mzazi, kuwa na tabia ya kufanya hata makusanyiko ya watoto majirani, uwafundishe watoto tabia njema, uwakumbushe kwa habari ya kutunza miili yao, kutunza roho zao, kutunza mienendo yao, waelekeze, wakumbushe. Mtoto asahau, hata akifanya atafanya akiwa anajua ameshaelimishwa. Lakini wewe mzazi utakuwa umeshafanya jambo lako. Lakini pia mzazi usichoke, kwa sababu malezi ya mtoto ni siku zote, ni ya miaka, ni ya miezi, ni ya kila siku. It's all lifetime of your life as a parent. Kwa maana hiyo sasa napenda kuwaasa vijana wangu ambao mjaona kuolewa, mtu asikurubuni kwamba nazaa tu alafu sitaki kuolewa. Hapana. Au kijana waseme mimi nataka pata mtoto, sitaki kuoa. Hapana. Ndoa ni nzuri, ndoa ni tamu, ndoa ni njema, ni kusudi la Mungu. Uwe mtenda kazi pamoja na Mungu kwa kuzienzi ndoa na kuzipenda ndoa. Nawe binti ambao hujaolewa, hebu penda ndoa. Unajua ukipenda ndoa ya mtu na wewe utapata ndoa. Tamani ndoa iwe ni mahali pazuri. Usiwe sababu ndo kuharibu ndoa ya mtu. Uwe kijana ambao hujaoa, usiwe kuharibu ndoa ya mama wa mtu. Penda kuwa na mke wako na mume wako, au binti kuwa na mume wako.
Haya ndo maisha ya ustaarabu, ndo maisha yanayompendeza Mungu. Kwa imagine watu wote kwenye jamii nzima tukasema tunataka tuwe na jamii ambayo ina maadili. Niambie, mahali hapa patakuwa mahali gani pa kuishi pazuri namna gani? Hata makanisa, hata serikali itapunguziwa mzigo kuweza kuhangaika na mafuriko ya hapa na pale. Lakini pia ndoa hizi ambazo hazina malezi, watu wa mitaani wanaongezeka. Ndio mambo yake, watu wa mitaani wataongezeka, matatizo kwenye dunia, matatizo kwenye nchi, kwa sababu hakuna mpangilio, hakuna maadili yaliyosimama na kukaa kwa vijana wetu. Kwa nakusiwa kijana unayenisikiliza, we binti unayenisikiliza, uwe mzazi unayenisikiliza, uwe mwanandoa unayenisikiliza, hakikisha unatamani vijana waoe na kuolewa. No kusema nataka kuzaa, sitaki kuolewa. Hapana, tuweke X huo msamiati. Kama unataka kuzaa mtoto, pata mtoto wako kwenye ndoa, pata mume wako, pata mke wako, kwa sababu wapo kabisa. Hata kama mtu ana mawingi yake, ukiingia mbadilishe. Tamani kukaa, tumesema kaa na mtu mbadilishe. Jua strength zake, jua weakness zake, jua opportunity zake, threats zake. Msaidie huyo kijana abadilike, au mume bora. Msaidie huyo binti abadilike, au mke bora, kwa sababu unaweza kumsaidia. Kwa usikubali kuruhusu jamii ikawa na watu ambao hawana msimamo kwenye ndoa, au jamii kana haina ndoa ambazo zimesimama, kisa eti wewe unataka tu kuzaa, hutaki kuolewa. Hapana. Tufanye jamii iwe mahali pazuri pa kuishi, kwa sababu ndoa ni mahali pazuri pa kuishi. Ndoa ni mahali pa furaha. Ndoa ni mahali pa maongozeko. Ndoa ni mahali pa mtu kwenda kutua mambo yako yote, usema sasa nimepata mume wangu, nimepata mke wangu, acha tufanye maisha. Na pale kwenye ndoa maendeleo ndio yanapozaliwa. Kwa maana hiyo, wewe unapoenda kujoin kwenye ndoa, una join asilimia kubwa ya watu waliosema ndio kwenye maendeleo. Wewe kijana unapoenda kuoa, una join kwenye asilimia kubwa ya watu waliosema ndio kwa Mungu, tutafanya ndoa ziwe mahali pa kuzalisha. Kwa hiyo wewe kama unataka kuzaa tu nje ya ndoa, labda unatoka kwenye mpango wa Mungu support ya Mungu ambaye alisema ndoa zikaa mahali pazuri pa kuzalisha na kuongezeka. Kwa kuwa mmoja wao wanaofanya kazi na Mungu, usiwe mmoja wao wanaotapanya. Kwa hiyo rai yangu, vijana wa kike na wa kiume, hakikisha kwamba hujaolewa unaolewa, hujaoa unaoa. Wakuoa wapo kabisa, wakuolewa wapo kabisa. Cha msingi weka vizuri na Mungu wako, omba, uwe mtu wa kuomba, uwe mtu wa malengo, uwe mtu wa matumaini kwamba Mungu ataniletea yule ambaye amenikusudia, na hima anakuja. Kwa hiyo ndoa zitakuwa ni nzuri, na wewe ambao unanisikiliza, najua utaleta testimony kwamba jamani, mimi nilisikiliza hichi nikapata ile hamasa ya kuoa tena, nikapata hamasa ya kuolewa. Sasa hivi nimeolewa, sasa hivi nimeoa na ndoa yangu. Na hiyo ndio furaha kwa jamii, ndio furaha kwa Mungu, ndio furaha kwa mimi msimulizi wako ambaye natamani ndoa ziwe mahali pa furaha na pa amani kwa ajili ya heshima ya Mungu na heshima ya wanadamu walio katika ndoa. Karibu sana uende kwa pamoja na sisi katika vipindi vyetu vinavyofuata kupitia HPC_TZ 100 People Corner. Vipindi vyetu vinatokea kwenye Instagram, kwenye YouTube, Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Asanteni.